Hey, mambo vipi? Karibu sana mtazamaji wa Isanamu TV online. Mimi ni Jibril na kukaribisha kwenye show yetu kali ambayo ni The Profile. Ninayo furaha kubwa ya kukuleteni moja kati ya mafundi ambao wanafanya muziki wa live music. Wengi mnamfahamu, alifanya magoma mengi kibao. Kuna SHEBA, kuna Umsarawa, kuna Drunk in Love, kuna Rosalina. Nikukaribishe sana. Ni wengi mnamfahamu kwa majina kama Flow, lakini majina yake kamili yanatambulika kwa jina la Karimunda Rich Florian. Ndio tuko naye kwenye profile ya siku ya leo. Karibu sana brother. Yeah, asante sana bro. Inakuaje? Yeah, alhamdulillah. Kwanza nafurahi kuona umetupa nafasi ya kuweza kukutana na kuweza kufanya kipindi right kama hivi. Yeah, nashukuru pia. Najua wasanii ni wengi. Kweli. Umenifikiria. Yes, na umekuwa msanii wa kwanza kabisa kuanza naye kwenye hii show yetu ya The Profile. Inabidi tukimaliza tufanye sherehe. Tuta pop champagne. Inshallah. Yes, nafurahi kwanza kwa umekaribia kwenye Isanamu TV. Yeah, nashukuru pia. Asante sana. Yeah. Umekuwa na watu wengi wamezoea kukuona au watu wengi wamekufahamu kupitia nyimbo zako, kupitia utungaji wako, kupitia uandishi wako. Yep. Mimi nahitaji kufahamu kwa wale ambao labda wanatusikiliza, wanatutazama, waweze kufahamu labda kidogo historia ya safari yako imekuwaje kwa kiufupi. Kupitia muziki ama? Yeah, kupitia muziki kwa sababu ukijaribu kutazama mara nyingi kuna wale ambao mwanzo wao unakuwa mgumu. Yeah. Na wengine mwanzo wao unakuwa ni mwepesi. Yeah. Nahitaji kufahamu wewe kama Flow, mwanzo wako ulikuwa vipi? Kwa kweli naweza sema namshukuru Mungu. Yeah. Namshukuru Mungu sababu kama wengi wanavyosema eti walianza kuwa underground, yeah, baadaye akawa mastar. Yeah. Lakini mimi sisema kwamba eti niliwahi kuwa underground sababu muziki wangu wa kwanza nilifanya na star. Na ikawa hit. Sean, kila mtu akajiuliza nani aliimba hapa. Kama utakuwa una maswali mengi, yeah, huyo wimbo ambao anauzungumzia ni wimbo aliimba na Sosoke, right? Yeah, marehemu Sosoke. Yeah. Na wimbo kunaitwa kwa jina ya Never Die. Yeah, tufanya nyimbo mbili. Yeah. Tukafanya pia ngoma ya pili kwa ni Think About You. Think about you. Yeah. Na sikawa hit kwa kweli, namshukuru Mwenyezi Mungu. Yes. Yeah. Tuseme kwamba alichangia kiasi kikubwa kukuweka kwenye soko la muziki. Yeah, naweza sema kwamba alikuwa anaona background ya kwangu. Yeah. Yaani ndani naweza nikasema sababu nilikuwa sijijui. Yeah. Pande wangu nilikuwa sijijui, nilikuwa na kipindi hicho nilikuwa na play football. Yeah, nilikuwa mchezaji wa mpira. Ulikuwa unacheza sekta gani? Namba ngapi? Kipindi nilivyoanza timu yangu. Yeah. Nilianza kwa ataka, yani tisa. Mfungaji. Yes. Yeah. Baadaye kocha akanishauri na akaniomba kwamba naweza nikachezea nyuma sababu alikuwa ana wachezaji warefu kama mimi. Kazi yako hiyo ni kuziwia. Yeah. Okay. Yeah. Ukaamua kuacha na mimi nahitaji kufahamu muziki. Ni kitu ambacho ulikuwa unakifikiria kama labda itakuja kutokea ukaje kuwa mwanamuziki au? Yaani sikufichi muziki nilikuwa naupenda tangu utotoni. Yeah. Nafikiri hata watu wanaweza kuwa nisoma nao zamani wanafahamu hicho kitu. Nilikuwa napenda muziki sababu hata masomo nilikuwa nikikaa peke yangu ama nikikaa na washikaji nakutana niko naimba. Yeah, nilikuwa naupenda tu lakini nilikuwa sifikiri kwa mwanamuziki, yani niona jina kama hii naweza kuwa niko nayo sasa hivi. Ndio maana nakwambia kama marehemu Sosoke alikuwa anaona ndani, alikuwa anaona yani undani wangu naweza nikasema. Yeah. Ni mtu alifikaga nyumbani alikuwa ananisikia ananiambia unajua kama unajua kuimba. Mimi naona ni kivyangu nilikuwa naona ni ile kujifurahisha. Nataka kuwa kama Ronaldo. Yes. Na muziki nilikuwa naupenda lakini nilikuwa sifikiri kufanya muziki. Yeah. Nilikuwa naupenda tu nasema tena mzee wangu, unajua mzee wangu siwezi kudanganya, ni mtu alikuwa ananisupport tangu zamani. Alikuwa ananiambia sasa kwa nini usifanye vyote? Na mimi nikifikiria naona nani msanii anafanya vyote. Yaani aimbe na acheze mpira. Walikuwepo kama kina Blue. Yeah. Lakini hawakuweza kuendelea
football. Lakini ukiwaona kwenye wanacheza unaona kama ni watu wako wanajua mpira. Yeah. Kitu gani kilikuja kwenye akili yako wakati unaona kama hauwezi ukachanganya vitu viwili kwa pamoja? Ni ile ya kukataa labda usikutanani na mashabiki wale ambao wanakutazama kwenye mechi, watakuja kuona kesho umepanda stage au? Nikono tu kama siviwezi. Na kupitia unajua nchini kwetu nisikufichi ni vitu vigumu naweza nikasema. Yeah. Sababu kipindi hicho msanii hapo anaonekana yani kuna sura sasa tofauti na leo. Sema kijana basi amebadilika. Yes, wakikuona kama msanii mwimbaji wanachukua picha nyingine. Yes, wanakuona kwamba ni mtu ameshindikana, mtabangi, mnyapombe, ndio wanawake ni kitu kama hicho. Nilikuwa naogopaga hicho, nisikufichi nilikuwa naogopaga kuitwa msanii. Hilo jina nilikuwa naliogopa sana. Nilikuwa sipendi. Na kipindi nilianza kurekodi nilikuwa kingali nacheza mpira. Nakumbuka kipindi hicho wako wananiita hata wachezaji wenzangu wako wananiita msanii cheza hapa. Yani sipendi nisikufichi. Lakini polepole unajua mwanzo ni mgumu tu kila siku. Nimevizoea. Lakini watu wajue tofauti ya msanii na mwanamuziki. Ndio tuwaeleze. Watu wajue unajua mimi naweza sema niko msanii lakini naweza pendelea nijiite mwanamuziki. Unajua sana sio tu kwenye muziki. Kweli. Hata football ni sana. Hata mwanamitindo ni msanii. Yes. Designer ni msanii. Huku nyumbani kwetu Burundi unaona yani ukiwa mwanamuziki ndio uko msanii. Na nisikufichi niko na rafiki zangu wanafanya ta gospel music. Yeah. Wao wanaweza kukuita msanii lakini yeye ukimuita msanii anaona kama hapana. Yani ni hatari ni kuelewa tu. Kuvielewa mwanamuziki ni yule ambaye najitofautisha najitofautisha sana ni kubwa ni iko vast. Lakini kisema mwanamuziki nakuwa natia point kile kitu ambacho nachokifanya. Nikijita msanii yani inaonekana nafanya vyote, nafanya kuchapa. Yeah. Shona lakini mimi ni mwanamuziki. Nasema hivyo. Yes. Saizi ukimzungumzia Araflow, watu wengi wanaiona picha ya mwandishi wa wimbo wa SHEBA. Mimi nahitaji kufahamu SHEBA imechangia kiasi gani au ni mafanikio gani umeyapata kupitia SHEBA? Naweza sema ni wimbo wangu wa kwanza ulifanya mimi kama mimi nijulikane zaidi. Sababu kipindi ni rekodi na marehemu Sokey ya Lazio Pema. Yes, Rest in Paradise. Nilikuwa sijulikani hivyo. Yani haikuwa kimaarufu. Lakini kupitia SHEBA wengi walinifahamu zaidi naweza kusema. Nakumbuka hata brother wangu Big Bro Kidumu alivyoongea hata kwenye radio Isanganiro. Akwambia alivyosikia mara ya kwanza SHEBA alikuwa Canada. Tena akwambia ilikuwa ni mbali na town. Alivyosikia yeye kivyake akafikiria kwamba ni Mnyarwanda. Kuna msanii wa Burundi anaweza kufanya kitu kama hichi na akasikika hadi huku. Unaona yani akafikiri hivyo tu. Lakini amestuka kusikia kwamba ni msanii kwao Burundi. Ni hivyo tena. Kuna kitu naweza kaongea kupitia SHEBA ndio mara kwanza nakiongea live yani kupitia camera exclusive. Yes. Kuna brother sasa ni mshikaji wangu. Anaishi Ufaransa. Yani alikuja mara ya kwanza tunaonana mimi na yeye alistuka. Akanikuta nilikuwa naishi na mke wake, tulikuwa majirani. Atukosha kuwa marafiki na mke wake. Alivyoniona mara ya kwanza akastuka, ni wewe unaishi hapa? Ushona yeye kivyake akawa anaona kwamba labda atakukuta na gari. Sijui, yes. Unaona kitu kama hicho sababu wimbo wa SHEBA ulikuwa kwenye competition ya mazuk ya style zouk. Palikuwepo na ile ngoma ya Sly Flam. Come in a flamme. Yes, zikuwepo kwenye upinzani. Na ikatoka kama ya tatu. Siwezi kudanganya. Yeye mwenyewe alikuja akaniuliza akamwambia,
sijui imefika aje huko, sijui ingia kwenye competition aje, yani sivijui. Unaona, ni kitu mimi mwenyewe nimestuka. Ushaona? So naweza sema ni nguvu ya muziki. Unajua yani naweza nashauri hata wasanii wenzangu tutumike tu. Haujuagi muziki unakoga unasafiri pale ambapo wewe mwenyewe msanii, wewe mwenyewe muziki hauko unafikiria. Yeah. Okay, kuna wale ambao labda walikuwa na maswali wanajiuliza, je, kwenye SHEBA, ni wimbo ambao ulifanya vizuri kwenye platforms, kwenye mitandao ya kijamii, kwenye soko la kutangaza la kuuza muziki, lakini ukijaribu kukusikiliza wewe unaposema, unasema kwamba ni wimbo ambao ulikujazia CV kwa kubwa, kwa kutengenezea njia, lakini mafanikio yake hayakuwa makubwa sana. Mimi nahitaji kufahamu, baada ya hayo matatizo ambayo yalitokea kwenye mitandao, yamekufunza nini mpaka sasa hizi? Sijaelewa swali vizuri. Nasema mafanikio ya SHEBA. Mpaka sasa hizi unajua kuna wale ma celebrities wa nje kule. Nyimbo hata ikiwa ya zamani anaichukua na irudisha, anaiweka kwenye channel yake. Lakini mpaka sasa hizi ukitazama kwenye channel yako, hatuioni SHEBA, haionekani. Kwanza nimepata tatizo ya account ya kwangu. Wali hack. Yes. Hii account nayo ni mpya, nafikiri ina miaka kama ni 2 sasa, kama sijasahau. Ni ndo maana kuna nyimbo zangu nyingi tena, nafikiri nilifanya live sijupambita kama 3 hivyo kwenye Instagram. Watu wengi waliniuliza, sasa kuna ngoma fulani mbona tuione kwenye, nilikuwepo na mimi. Yes, nakumbuka hicho kipindi. Nafikiri naahidi watu ngoma zangu zote wanajua, Mwenyezi Mungu akijalia nitazirudisha kwenye account yangu. So far, na kwa wale ambao walikuwa wameshaweka kwenye YouTube yao, unashughulikia ili ziweze kuondolewa? Nafikiri wenyewe kipindi nitaziweka hata kwa nani yangu, kwa YouTube channel yangu. Nafikiri wenyewe watafona zitoa tu. Sitangoja hata kuambia sababu account zina jina nafikiri. Kweli. Na watu wengi wanajua account yangu kwa saa hizi. So na SHEBA sasa hii ipo kwa account kama jasau kuindundi. Na aina quality nzuri ya zamani. Yes, mimi niko na original video. Nafanya ipost, niko na wanoko pia ni original. Zote nazipost kwenye YouTube yangu. Okay, kwa wale ambao mnatutazama na mlikuwa na kiu cha kuiona SHEBA, muweze kuichukua muweke kwenye status, muweke wapi, anaelekea kuiweka kwenye channel yake. Hilo limepita, tumemalizana nalo na tuendelee, si ndio? Ukijaribu kusikiliza nyimbo zako mara nyingi zinakuwa ni full of love, zinakuwa ni zinaongelea sana mara nyingi ni mapenzi. Ukitazama umusaraba urukundo, utazame love, Mungu kwanza, drunk in love, Rosalina, yani ni kama muendelezo fulani hivi. Kwa mapenzi tunazungumzia mapenzi. Mimi nahitaji nifahamu mapenzi kwako yana play part gani? Kwa nini tunapendelea sana kwenye mapenzi? Unajua dunia nafikiri imejengwa kimapenzi. Hapo tukiingia hata kwenye Bible, mimi ni Mkristo. Kweli. Mungu kwa kutuumba sisi ametuumba kupitia mapenzi. Kweli. Ni mapenzi yake. So nafikiri hakuna zaidi ya mapenzi. Hakuna, sidhani. Hata watu wanasemaga eti pesa ni zaidi ya kila kitu. Sidhani kama pesa ni zaidi ya mapenzi. Nafikiri hata wewe hapo kunatumika ili kesho nije kuwa na familia. Yes, yani tunazungukia pale ni mapenzi. So ndo maana kweli hapo mambo mengi mtu anaweza kaimba, amani, sijui maisha, lakini mimi binafsi na style yangu nafurahia zaidi kufanya nyimbo za mapenzi. Zipo nyimbo zingine naweza tafanya, lakini nafikiri 100% ya muziki wangu mimi ni mapenzi na napendelea hivyo. Mara nyingi inspiration ya nyimbo zako huwa ni maisha ambayo uliyapitia au inakuwa ni maisha ambayo uliyaona labda kwa rafiki zako? Kwa nini? Ina depend. Nafikiri muziki ni inspiration. Unaweza kukaa hata nyumbani unafikiria tu kufanya, kwa nini simbi kitu. Niliongelea hata Rosalina ngoma yangu ya juzi tu hapa. Recent song. Ni ile sujet ni producer wangu. Ni kama true story naweza kusema. Nilifikia producer wangu. Yeye ndo alinipatia idea kuimba.
ile yes. Ananiambia imba hivi, ongelea haya mambo. Ni mambo yamenifikia na kuna watu walinipigia hata simu akanambia bro, hii ngoma ni nzuri sababu haya mambo yamenitokea hata mimi kitu kama hicho na ni kitu kizuri. Unajua kwa kuimba sisi tunakuwa tunalenga watu. Ni hivyo tu. Okay, na target yako inakuwa gani ipi, labda kwa wale ambao wanakuwa wanatazama nyimbo zako? Ni kitu gani unakuwa unataka uweze kukichukua kutoka kwa hao mashabiki? Nafikiri funzo. Funzo. Unajua hata kwenye zile comment mtu akiachia ngoma huwa zinatufunza. Sio zote nzuri, sio zote mbaya. Lakini zote ni funzo. Kweli kuna wengine wanatanaga anaandika tujua muone. Kweli. Inaongea hivyo kwa nini? Kuna mtu anaanza kuandikia tu ngoma yako ni mbaya. Unajiuliza kwa nini? Kweli ana haki ya kuongea hivyo. Lakini sasa angenieleza basi. Yes. Eleza sasa hapo kwa nini ngoma yangu ni mbaya. Ni mbaya wapi? Mashairi, style wapi? Shona. Lakini aeleza, anaandika tu hivyo ili watu wamuone kama na yeye comment pale. Shona. Sasa kama hizo mimi ndio maana nimejipanga ile jina raincoat. The raincoat, yani impermeable. Mambo kama hayo unaona kama hayanijengi, yanisaidii chochote, napuzia tu. Yes, kwa wale ambao mnakuwa mna comment kwenye nyimbo za Araflow, anasema hivi, unaposema kama nyimbo ni mbaya basi hakikisha umesema na ubaya wake uko wapi, ili next time aweze kujikosoa, right? Yes, tuzungumzie kidogo, tuachane na hiyo ya Rosalina au story ya nyimbo zako. Nataka unieleze kwa sababu ukijaribu kutazama, turudi nyuma mwaka 2015. Ulitoka Burundi ukabadili kidogo makazi ukaenda nchini Rwanda. Mimi nahitaji nifahamu, kama hapa kwetu tunakufahamu kama superstar. Wewe ni superstar kabisa. Watu wengi wanakuheshimu, wanasema huyu jamani kioo, watu wanamtazama sana. Ulipofika kule Rwanda, na baada ya kuyaona maisha ya mastaa wa kule, wanaishi vipi, ulijichukuliaje wewe kama wewe, na ule wivu wa maendeleo ulikuwaje kwako kutokana na maisha ambayo uliyaona kwa mastaa wa kule? Ndio huyo naweza sema wivu wa maendeleo ndo mimi naweza kusema. Nini? Uzalendo wanapenda vya kwao. Wanapenda vya kwao na wanavisamanisha. Ni watu, unajua unaweza sikia msanii ameachia ngoma yake ni sikufichi. Hadi watoto wadogo wanaimba. Unajua cha kushangaza ni sikufichi, wewe ni mtangazaji. Oji tafuta watoto wadogo kama hata 3, 4. Wana miaka kama 5 hivyo 6. Waambie unaweza kaniimbia muziki wa msanii fulani, aimbe mwanzo mwisho. Mtiani. Ni wadogo wanaweza kufanya hivyo. Sikufichi, lakini Rwanda hicho kitu, bro. Yani mwanzo, kuanzia hapana mwanzo, yani intro ya muziki hadi outro. Mtoto mdogo anakuimbia. Inamaanisha kwamba anakuwa ameisikia nyimbo sana. Asipoisikia hata kwenye radio, ataisikia kwao ndani, sijui kwa mzazi, sijui kwa mkubwa ama mdogo wake. Unaona kitu kama hicho. Wanathamanisha vya kwao, wanavipenda. Hata tumeimba lugha tofauti lakini lengo ni moja. Shona. So ni hayo tuangalie kama tunaweza tukabadilisha mambo. Yes. Ukijaribu kutazama mwaka uliopita, umejaribu kufanya kweli kazi kubwa. Umeachia takriban video 3 3 kama sijasahau. Love, Msara wa Urukundo. Kuna nadhani ni zinaweza zikawa ni hizo au kuna Love, Rosalina, Msara wa Urukundo. Nasema mwaka jana niachia kama 3 hivi. Kama 3 na zimefanya vizuri namshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna wale ambao wanakutazama, labda ni wale wawekezaji, ana pesa zake ametulia nyumbani, anasema mimi nahitaji kumsupport mtu. Mimi nahitaji kufahamu wewe. Hauna support yoyote, labda management ambayo inakusimamia, umesimama tu wewe kama wewe? Sina management, lakini niko na watu wananisaidia. Watu wanasaidia kazi zangu. Yani ila kusema Araflow niko naye kidogo, njoo nje studio, Flow kwa nini usifanyie video, kitu kama hicho. Wapo watu. Inabidi tuwaambie neno yani. Wewe ambao unatutazama,
Na unajua una mchango mkubwa sana kwenye kazi za R-Flow. Unajijua? Unajijua kama una mchango mkubwa kwenye kazi za R-Flow. Tunakupongeza sana na tunashukuru kwa kuzidi kumsupport kijana wetu. Kabisa, Mwenyezi Mungu abariki. Tunahitaji makolabo, tunahitaji video kali kama mnavyofanyaga. Zidisheni, msichoke kumsupport jamaa. Sema wawe mfano tu kwa wengine. Kama unajua wasanii wapo wengi tena wenye wanahitaji wa support. So watu wawe tu wengi, sababu sio pesa ndo zimekosekana, lakini ile roho, moyo. Unajua ndio ile nikwambia, Burundi kuna pakingali hilo tatizo. Kuna matajiri wengi lakini bado wanaogopa kuinvest kwenye muziki. Wajua kwamba muziki ni biashara. Na ukitaka kufanya biashara lazima ukubali. Ushona, lakini ndio ile tunarudia pale uzalendo, patriotism ndio hatuna. Anaona pala kusema ni invest kwa hiyo msanii wa kwetu, bora niitishe msanii wa nje. Nifanyisha hata show. Sijui mamita huko wazunguki, sijui magitega mongozi mwapi. Pala kusema nimshike wewe msanii, nimlipie studio, hata aende nje. Nisikufichi, kuna watu wana uwezo bro. Anataka kulipia hapa tena hapa nyumbani. Anataka kutoa hata hapa akakubeba hata Niger, akafanyisha collab na ukarekodi huko. Ushona, hicho ndio tunakosa. Lini ushasikia msanii hapa anaenda fanya show Tanzania? Supporters. Yani tukienda mbali ni hapa Rwanda tunarudi. Na tukienda labda Tanzania, collab zetu zinakuwa kidogo, zinakuwa hazina nguvu sana. Kuwa na nguvu ni aje, unakutana wanatafuta wale wasanii wa chini. Sio kwamba ni wa chini hivyo. Yale unakutana ni msanii ana muda, hayupo kwenye game, ana muda, ana hit song. Ushona, kitu kama hicho. Panakosa nini? Kumtafuta yule msanii ambaye tunajua sahihi anafaa vizuri Tanzania, ufanye naye collab. Kweli. Ufanye media tour huko, na ikibidi huyo msanii mwambie ulivyo post ama ulivyo support vya kwako, support pia na hii kazi yangu. Hapo ndo kuna tatizo siku zote. Nisikie hicho kitu sasa. Hapo panakosa nini? Ni kuongea vizuri. Sijawahi kufanya hicho kitu mimi. Imenifanya haya mazungumzo yananifanya nikuulize swali ambalo ni kwa wale ambao wanatazama kazi zako. Wewe umekuwa ni mtu ambaye haupani collaboration. Lakini watu wanaokutafuta mfanye collaboration uko tayari. Ndio sababu inafanya usifanye collaboration. Nafikiri kama kuna msanii yupo na collab nyingi za hapa nyumbani, naweza kwa niko wa kwanza. Kufanya na wengine nafikiri nilifanyaga na wengine. Wananiita pia na mimi niko nawaita na washirikisha kwa nyimbo zao. Nimezungumza kwenye hii miaka mingapi ambayo collab ninayo inajulikana. Nilifanya na kina Bamso na Bface. Zipo bro. Zipo, lakini ni mpango. Sikupenda nitoke na collab, sababu wengi wako wananizoea. Nafikiri ndo mara kwanza tangu niingia kwenye game, ndo mara kwanza niko na ngoma nyingi mimi kama mimi bila sishirikishi msanii wote. Kabisa. Na mimi niacha nikupongeze sana. Umefanya juhudi sana. Asante sana bro. Kazi kubwa. Unajua yote yanatokana na support. Kweli. Ufanye kitu na watu wakipokea vizuri. Ushona, wakisupport. Inakupa nguvu ya kuendelea. Kabisa. Wewe ambao unatutazama na unakuwa una invest kwa jamaa, zidisha jamaa yuko vizuri, tunamkubali, anajua kuandika, anajua kuimba, ana talanta ambayo si ya kawaida sana. Katika kumalizia kipindi chetu R-Flow, mimi nahitaji kufahamu kutoka kwako. Ukijaribu kutazama nyimbo zako sasa hizi zimekuwa ni nyimbo ambazo watu wanazipokea vizuri. Watu wakizisikiliza wanasema kweli, na uandishi wako wanaupokea vizuri. Kama hivi ikitokea leo hii wanakuambia kuna management ambayo inataka kukusign, labda inahitaji kukuchukua ikusimamie katika kazi zako, unaweza ukakubali? Tatokiana na maongezi zao. Tatokiana na maongezi. Unajua sio kila management itakuja tu na wao ipokee. Unaangalia kwanza target za kwao, shaona nini wanataka kwako. Wapi wanataka wakubebe, walikukuta wapi na wanataka kubebe wapi. Unasikia kitu kama hicho. So
nafikiri hakuna msanii yote anaweza kata management au na management, lakini inatokeana na mipango ya hiyo management. Exactly. Yani hicho tu. So mimi milango mko wazi. Yes. Umekuwa katika list ya wasanii ambao wana connection kubwa sana nje ya nchi, labda Rwanda. Wasanii wakubwa kama wote ni marafiki zako. Lakini kuna wale ambao labda akipata fursa ya kukutana na Araflo anasema hii fursa inabidi niitumie hii. Inabidi nifanye naye kazi. Wewe kama wewe, lakini ukijaribu kutazama fursa yako umetulia, umepoa, watu wanajiuliza sasa huyu jamaa anakutana nao ni kuzungumza tu labda. Unajua mara nyingi mimi huwa tunapenda surprise na mashabiki wangu. Na mara nyingi na kipindi nimeachata Drunken Love na pia na Rosalina. Nafikiri nilikuwa sijaongea sana. Nilifika nikafanya kama mwezi mzima niko hapa nyumbani, watu wananiuliza vipi hapo na kitu kipya. Sean, bro, ngoma ni nyingi zipo zimetulia, lakini Mwenyezi Mungu atupe muda, atupe maisha, atupe pumzi. Nafikiri tuzidi kuombeana, tunakusupportiana. Ni hicho tu. Mimi nashinda naambia wasanii wenzangu hapa nyumbani, si lazima tupendane, lakini ni lazima tusupportiane sababu tunafanya kitu kimoja. Si lazima ichukue hiyo. Si lazima tupendane, lakini ni lazima tusupportiane. Kabisa. Yes, kabla ya kumalizia kipindi chetu, kuna swali ambalo nimeona lisiondoke bila kuliuliza. Swali ambalo linahusu The Cousin. Kundi ambalo watu wengi wanalifahamu. Kuna Colonel Bamso, kuna Canke, kuna mzee hapa kama alikuwa kama kichwa fulani. Tuseme kichwa cha group lenyewe. Saizi kidogo kama limepungua, kasi imeisha. Ndio limesambaratika au bado lipo mnajiandaa? Nafikiri kutokana na mambo yaliyotokea ndio litufanya tuwe kama tunasambaratika sababu kipindi hicho nifana ingia Kigali. Unajua hata kwenye familia na kichwa. Kichwa sio kwamba eti wengine wao kaendelea bila hicho kichwa, lakini kichwa, unajua thamani ya kichwa kwenye mwili. Exactly. Mimi nilikuwa kama motivation kwao wale wenzangu. Sasa kipindi nilivyoondoka wakawa kama kidogo wamepumzika. Lakini sio kwamba eti talent za kwao zimepotea. Hapana. Sio kwamba pia The Cousin haipo. The Cousin nafikiri, bro, sitaongea mengi, lakini bado mtaona tu kazi zetu. Na ukiondoka hapa tunakuomba tufikishie salamu zetu kwa wana member wote wa The Cousin. Niwaambie ni wengi. Unajua The Cousin sahi sio kama group. The Cousin sahi ni kama association. Na palikuwa tena wasanii wengi ambao mnaojua, kina Emerson, kina Black G, kina J-Fire, wote kwa The Cousin yake na Bidondo wote. So nafikiri The Cousin bado yupo, tuna sitaongea mengi. Mazuri mengi yanakuja wao ambao wanatutazama 2020 hapa. Mashabiki ambao wanaitazama Isanamu TV right now, wategemee nini 2021 ambayo tulikuwa tumeshaanza, 2020 tumeimaliza. Wategemee nini kutoka kwa The Raincoats? Mambo mengi tu tena mazuri yanakuja. Sijawahi kuangusha mshabiki wangu. Sijui kama ulivyoona kwenye comment ya Rosalina. Kuna watu kama 2 watatu walivyo comment. Hizo comment za kwao zinipa kama nguvu. Na ni kitu ambacho nakuaga nategemea kupitia mashabiki wangu. Waliniambia hujawahi kuniangusha. Na hicho kitu naombaga sana Mwenyezi Mungu kisiwahi kutokea. Nafikiri bro, naamini kazi zangu. Ule ambaye hajaniamini, yule ambaye hajajipa muda kukaa asikilize kazi zangu. Lakini ukijipa muda, unajua kuna zingine kazi unakaaga, unajipa muda uisikize ili uikubali. Na kuna zingine kazi unaisikiaga tu mara ya kwanza inakugusa. Kweli. So sitasema mimi niko wapi hapo, lakini watu wajipe muda kusikia kazi zangu. Kuna mstari mmoja kwenye Rosalina unasema urukundo ni ngwara. The Drunken Love. Urukundo ni ngwara. Waikiru karemba guzu. We got 5 questions here hapa kwa katika kumalizia. Naomba uchukue tu swali la kwanza alafu unatusomea unatujibu ya.
Number 5 unaona panaandikiwa hapa hivi Rosalina ina dakika ngapi? Rosalina na dakika 3 na sekonda kama sawa hapo. Na sawa sekonda lakini dakika ni 3. Okay. Dakika 3 sekunde 47. Tuendelee. Tuendelee. Nichukue nyingine? Yes, chukua. Sala la pili naona hapa. Kama ungelikuwa mnyama. Mnyama ungependa kuwa mnyama gani? Nafikiri unajua kuna watu kwanza wengi wanajitaga jina za wanyama lakini mimi hivyo vitu si kwa jina vipatia samani sana sababu bro kidudu ni kidudu na mtu ni mtu. Nafikiri na kidudu akijawahi kuwa na level moja wala kubwa zaidi ya mtu. Ndio maana siwagi na vipa samani ya kujitetea. Sijui ego, sijui simba, sijui nani, unaona kitu kama hicho. Sijui kuna mnyama napendaga sana. Mimi nafuatilia sana documentaire. Kuna mnyama anaitwa dauphin. Anaishi maji. Anakuambia kwamba mtu ana 10% ya intelligence lakini dauphin iko na 15%. Sijui kama ni kweli ama ni uongo. So nafikiri naweza kujita. Yaani unataka uwe bora kama huyo mnyama. Yes. Okay. Sawa. Tuendelee. Sala 3 ni muziki gani unaweza ukacheza piga club kama ungekuwa DJ? Kwa size muziki wote. Muziki gani? Style gani labda? Style. Nafikiri ningekuwa DJ bro ningeboa watu sababu mimi napenda R&B. Yes. Oh. Yeah. Sababu mimi mwanamuziki, mimi ni mwana R&B. Yeah, ningepiga R&B. Ungejipendelea kwenye style yako ya? Sumeniuliza. Tuendelee haina noma. Hii hapa. Ngeuza. Swali la kwanza Rosalina au Drunk in Love? Chagua moja. Na kwa nini? Ni kama muulize mzazi achague kati ya watoto wake. Inatokea kama vile kuna yale masuala ya ushauri nikimwambia tu lazima anasikia. Lakini kazi zangu zote huwa ni nzuri bro. Tuchukue moja. Kiniambia nichukue moja. Najua swali ni swali. Nataka kuchukua Drunk in Love. Kwa nini? Drunk in Love sababu na travail ya Drunk in Love na Rosalina kuna utofauti. Upande wa kuimba. Ukijaribu kuuliza hata wengine wasanii waweze kurudilia hizo nyimbo mbili, nafikiri Drunk in Love kuna kaugumu fulani. Okay. Tofauti na Rosalina. Wow, na mimi pia ni moja kati ya nyimbo ambazo naipenda sana. Asante sana bro. Okay. Tuchukue la mwisho alafu tuendelee. Swala la 4. Unapenda kufanya nini wakati unapokuwa free? Nyumbani like umetulia. Mimi kuna neno nasemaga mkifaransa mimi ni movie. Mpenzi wa movie. Kwa yani ni kama ulevi fulani hivi. Mimi napendaga movie sana. Movie gani ambazo unazipenda? Zote. Za mapenzi? Zote. Mimi huwa sichaguagi movie. Mimi ni fanzi sana wa movie. Ni kitu ambacho unahisi kama labda kesho utakuja kukichukulia na ukawa mchezaji? Anakuwa anafikiria lakini nasemaga kila siku movie haijasimamiwa na mzungu. Sioni kama ina interest. Nikushukuru kama mzungu labda ndio anataka okay. Yes. Sawa. Nikushukuru sana. Nashukuru pia kwa kunifikiria. Invite kipindi chako. So Mwenyezi Mungu abariki.
nabariki pia watu huko nyuma hizo kamera. Yes, Daniel na Chandru, Mungu awabariki sana. Yes, tukushukuru na wewe ambao ulichukua time ya kuweza kututazama muda wote ule mpaka kipindi kimekuwa kirefu. Samahani sana. Wewe ambao umechukua time ya kuweza kututazama, tukuombe uweze kufanya subscribe kwenye YouTube channel yetu, na utapopata hii link uweze kushare na rafiki zako, wape waweze kuburudika, wasikie Araflow amezungumza nini na 2021 anatuletea nini. Alikuwa ni Araflow, msanii wa kwanza kuja kwenye kipindi chetu cha The Profile. Nikushukuru wewe ambao unatutazama. Maoni yako kama unayo, nenda nayo kwenye Facebook, kwenye Instagram, Twitter, pote tunasomeka kama Isanamu TV au Isanamu Media. Achia comment yako kama kuna lolote ambalo aliendi sawa tulirekebishe. Mimi naitwa Jibril na show ilikuwa ni Profile. Tukutane tena next time. Bye bye.